Uko juu, kanisa la juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia watu wa juu wako na nguvu sana. Barikiwe sana. Sijui mimi niseme nini. Juu niko na furaha sana. Lakini najua hiyo furaha imetoka kwa Mungu. Semeni amen. Ya kwamba ile nitasema kwanza ni kuheshimu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pigieni makofi mazuri. Mazuri. Kwa sababu wakati tulienda kumwalika wewe mjue hii kanisa ni mpya, sio kama pale Udisi. Ni nini nyinyi mnataka kuniaguza mbele ya Yesu? Acha wewe. Amen. Asante. Namshukuru Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa sababu ya vile tuliweza kumwalika mahali hapa na akasema atakuja. Sio ni heshima? Tukikuwa na viongozi kama hawa tunawaita kanisa ya kiroho wanakuja, si ni vizuri? Unajua wengine wamezoea kuenda ya mutaratara, lakini wakati umefika mtakuwa mnaenda mpaka ile ya laini dikiria. Sawa? Laini dikiria. Si hapo ni sawa? Na Stephen Kalonzo Musyoka amefungua mlango. Kwa sababu ameanza na kanisa ya laini. Si ndio? Hiyo laini Kalonzo haina queue. Ukisikia umeambiwa kuna laini iko na queue, toroka. Ukisikia iko clear, jua hapo mambo iko sawa. Si ndio? Tuko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, mpigie makofi mazuri. Na Mungu akubariki sana. Hata wakati Mheshimiwa Kalonzo aliniambia atakuja na wageni wake, nikasikia jina yako iko hapo. Nikakumbuka baba yako, vile nilikuwa nimempenda. Hata wewe tunakupenda na mtaenda bali. Kwa sababu wewe ni mtu unapenda kila mtu. Tukikuhitaji huko Mount Kenya tunakuona. Kwingine tunakuona. Mungu akubariki sana. Naona tuko na Mheshimiwa Wanso. Okay, mumesikia, simama. Apigiwe makofi mazuri. Na nilikuwa nimeyasema niandikiwe hiyo karatasi hapa sijui. Lakini mtatu understand, ni mara ya kwanza kukuwa na kanisa kama hili. Haya. Sasa hii inakuja, hata ile analeta ilikuwa ni ya nini? Hii umeleta sio hiyo. Hii ni nyingine. Kwani umechanganyikiwa? Haya. Naona hii niko na program ya kanisa. Najua jogo mimi na. Haya, tuko na mheshimiwa mwingine Muniongi. Pigiwa makofi mazuri. Na poleni sana Mheshimiwa Kalonzo. Wakati mwingine mkirudi mipango itakuwa sawa sawa. Ujue hao watu wa hii kanisa hatujalala siku ile. Tumechoka, vichwa zimechoka nini? Mungu ni mwema tu. Tuko na mheshimiwa mwingine. Semeni kwa sauti. Wacha kupiga hiyo kitu. Anaitwa Munyaka. Pigiwe makofi mazuri. Na kanisa la juu liko na nguvu sana. Mungu awabariki. Niko na rafiki mwingine wangu sana. Na wale wote wamesimama hapa, sijui kwa nini hawamtambui. Lakini akiwa kati ya watu anaonekana ni kama kijana. Watu wanamtambua akionekana kwa TV na kwa TV. Anajulikana Kotini TV. Hiyo mambo anaijua sana. Na huyu mtu ananifurahisanga sana. Kuna wakati alienda kesi ya mtu mwingine. Na nyinyi mawakili sijui. Sasa
mwenye walikuwa na kesi na yeye. Ule roho ya sisi kama ni kijana. Ama nikasikia kwa mmoja. Na wewe ukiwa hapa sasa. Hapa ni kwa hiyo kitu nilifanya cheke nikacheka usiku na mchana. Ni rafiki yetu anaitwa Wakili Devwa Jilu. Asante. Nampenda sana kwa sababu wakati ananipigia simu ama nikimpigia ni mtu huwa anachukua simu na sio mtu wa madharau. Mara ya kwanza kupatana naye nilikuwa nafikirianga ni mtu mkubwa, lakini nikakuta ni huyu. Hata nilikuwa alikuwa ananiita, wewe Reverend Maina wa UTC. Nikamwambia ni nani? Nikamwangalia ai wewe sio Wakili Devwa Jilu. Lakini Mungu akubariki. Na hiyo kazi unafanyanga uko na hiyo kipawa. Amen. Sasa kwa upande wa wachungaji sijui niseme nini. Juu niko na wachungaji wengi sana. Tukisema kila mtu ataje jina ni mpaka saa 6. Si ndio? Naona niko na Bishop Karaja. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana. Najua mahali tulikuwa na wewe. Na kwa sababu mko wengi. Naona tuko na Bishop Ashira General. Naona tuko na Archbishop Ben Jau. Niko na rafiki mwingine Bishop ambaye tumetoka naye mbali sana. Na nimejua ile ujumbe naendelea na kupeana, nimejua nitaendelea kupeana zaidi. Kwa sababu juzi niliambia wachungaji wangu naona Bishop Ben Kiengei atakuja surprise. Na imekuwa hivyo. Pigieni Bishop Ben Kiengei makofi mazuri. Asante sana. Mungu akubariki sana. Naona tuko na wachungaji wengi. Tuko na Reverend Miroge Dison. Tuko na Pastor Ben kutoka Karatina. Tuko na Pastor Masalia, Bishop Buru, Bishop asante sana, ubarikiwa. Tuko na Bishop Sara kutoka huko Kayole. Dr. Mungu akubariki sana. Tuko wengi. Hiyo ingine nikiomba tu mkuje kesho. Kesho tutakuwa hapa, msalimiane nyinyi wote. Tusome pamoja, si ndio? Asante sana. Ile kitu nitasema, nitaongea mambo machache sana kwa sababu ya muda na masaa. Kwa sababu tulikuwa tuanze saa 5, lakini kwa kuwa na mambo mingi, lakini tunajua Mungu ako pamoja nasi. Yale mambo umesikia hapa, hii kanisa limetoka mbali. Na kuna watu waliona hii kanisa tumeiweka online, Bishop Ben. Watu wengine wakasema tunaenda kupiga picha yale makanisa mengine ya watu wengine, atinasema ninajenga. Mimi nataka niwaonyeshe vile Mungu anafanya, nguvu za Mungu vile zinafanyanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii kanisa imetoka kupitia ile ujumbe Mungu amekuwa akininenea. Kwa sababu 2019 nimekuwa nikizunguka hii Kenya tukiomba, nikiwaambia wa Kenya Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, Mungu anasema tuombe. Wengine wanakubali, hata mumeona hapa kwa TV vile nimekuwa nikizunguka taifa la Kenya tukiomba, kuenda Nyeri, Murang'a, Meru, Embu, Eldoret, Matu, huko kote tumezunguka na mahali kwingi tumezunguka sana tukiomba. Watu wengi, Mheshimiwa Kalonzo, pengine wengi walikuwa naona Reverend Maina ni kama amechanganyikiwa. Wale walikuwa naona ni kama nimechanganyikiwa, si ukuwa nimechanganyikiwa, ni vile nilikubali wile mwitwa wa Mungu na ile ujumbe ambaye Mungu alinipatia, akaniambia nisunguke Kenya mzima nikiambia wa Kenya. Na hapo muache kuongea please. Nisunguke nikiambia wa Kenya vile Mungu anataka.
Si yale yote nimekuwa nikitabiri mumeyaona? Mumeyaona? Ile ilinifanya nivumilie kwa matusi, kwa mambo mengi, ni hii: Mungu nikikubali kupelekea watu wake ujumbe na nisichoke, Mungu atakuja kunilipa na atanipatia kanisa kubwa. Wakati ule, unajua sasa ni 2018, 2019. Sasa shida ilikuwa hii: ninasoma kanisa ya Hema pale town, na ninaambia watu na watia nguvu, nikiwaambia kuna siku inakuja tutakuwa na kanisa kubwa, na watu watashangaa sana vile Mungu alikuwa naendelea na kuninenea. Na mimi nikasema sitachoka, nikasunguka nikigojea ile sauti ya Mungu. Alisema atanilipa na kanisa. Hata wewe ukiangalia, si Mungu ametenda? Mungu ametenda. Hii ni kanisa ama ni kanisa? Kwa sababu Mungu ametenda. Hii nyumba ya Mungu najua itasaidia watu wengi. Na Mungu alisema hii kanisa itajengwa, itasaidia Wakenya wengi, pia itasaidia viongozi wengi. Hapo hujanielewa? Hebu niambie, kama pale ODC ile kanisa ilikuja kwa sauti ya Mungu, Reverend Maina wa ODC, nenda uweke madhabahu, na yale madhabahu nataka uiweke, itakuja kukomboa watu wengi. Watu wengi watakuwa natoka bali wanakuja hapo kutafuta usaidizi. Watu wengi watakuwa wagonjwa. Kama tumeona, ukiangalia kwa testimony, ukiangalia ile Facebook yako ama YouTube, utaona mambo mengi sana pale umefanya. Utaona mpaka watu wametolewa huko, unaitwaje, kwa hospitali, wameletwa pale kanisa ya ODC, tumewaombea na wamepona. Wengine wamekuja na magonjwa ya kansa. Hii sio ile ati tunasemanga ati unalipa mtu ati akuje asende. Hapana, ni mtu anakuja nasema mimi niko na shida hii na hii na hii. Na mimi nikakumbuka ile sauti ya Mungu ilisema ile kanisa utafungua itaponya watu wengi sana. Watu watakuja na kansa, watu watakuja na mambo mashida mingi, lakini ukiwaombea Mungu atawaondelea. Na hiyo kitu tumeyaona. Vile mumeona hapa kwa hii picha, mumeona kanisa nilianzia pale kalikuwa kanisa kadogo sana. Na wakati Mungu alikuwa ananenea ati nitakuwa mpaka naombea viongozi
wĩra ũrĩa tũrutĩte kanitha-inĩ ũyũ na githĩ ti mũnene nĩ mwĩrĩ tũthiũrũrũkĩte mũno mwĩkĩrĩte nguo cia makunia na ngamũtĩĩa mũno tondũ mũtirĩ mwanjonora etiguo nikiwaambia tunaenda Meru tunaenda kama tumevaa maguo ya makunia mnakubali Mungu awabariki sana na tutiri hindi kamutiganiria Archbishop Maina Kegia ndiri hindi kamutiganiria ni wĩra wa Bwana witũ